Get the point. Take a step forward. Good evening. Habari ya jioni. Habari ya jioni. Amen. Amen. Well, we thank God for a lovely day. Tunashukuru Mungu sana kwa siku njema. And we thank God for bringing all of us here today. Na tunamshukuru kwa nyinyi nyote kufika hapa. The Bible says it is because of the Lord's mercies. Biblia inasema ni kwa sababu ya fadhili za Mungu That we are not consumed. kwamba tujaangamia. For his compassions they fail not. Kwa sababu wema wake hauishi. They are new every morning. Ni mpya kila asubuhi. Great. Hakika wingi ni fadhili zake. This is faithfulness. Na uaminifu wake. Amen. Amina. So we're going to look at there's a little phrase I like. Kuna tamko ambalo nalipenda sana. It's not my phrase. Na si lake. It's God's phrase. Ni la Mungu. And the Apostle Paul na mtume Paulo likes that phrase very much. Na anapenda sana hilo tamko. And that phrase is much more. Hilo tamko nasema zaidi mno. Much more. Zaidi mno. Say to your neighbor, much more. Ambia jirani yako zaidi mno. That's right. Much more. Zaidi mno. Say to your other neighbor on the other side, much more. Ambia jirani mwingine pia zaidi mno. That's right. That's right. Because when God gives, Mungu anapopeana, God gives much more. Anapeana zaidi mno. Amen. Amina. Well, let's have a word of prayer tuombe ili kuanza. As we open up God's word this afternoon. Tufungue neno la Mungu. Father in heaven, Baba wa mbinguni, what a friend we have in Jesus. Nina rafiki kwa Yesu wa ajabu. All our sins and griefs to bear. Ambaye anabeba dhambi zetu na udhaifu. What a privilege to carry. Ni nafasi ya kipekee gani tunayo. Everything to God in prayer. Kwamba tunaleta yote kwa Mungu kupitia kwa maombi. And so dear God at this hour. Kwa hivyo Mungu wetu kwa masaa haya. Father, we covet the Holy Spirit. Baba, tunapita kupitia kwa Roho Mtakatifu. Father, humble me before your mighty hand. Kwa unyenyekevu tuko chini ya mkono wako wa nguvu. And fill me to overflowing. Na tunahitaji unyunyizo kwa wingi. And as your Holy Spirit waits upon every heart. Na Roho wa Mungu atende kazi kwa kila roho. May we open our hearts to receive his word. Utusaidie roho zetu funguke kupokea neno lako. And to be transformed by the renewing of our minds. Na tubadilishwe kwa kufanywa upya nia zetu. May Christ the crucified one be high and glorified. Yesu aliyesulubishwa sasa atukuzwe katika maisha yetu. For Jesus' sake. Kwa ajili ya jina la Yesu. Amen. Amina. All right. So sasa let's take our Bibles. Tuende katika Biblia zetu. And let's look at the gospel, the epistle of Paul to the Romans. Tuangalie waraka wa Paulo kwa Warumi. And we're going to read starting at verse 6. Tutaanzia mstari wa 6. Remember, we're talking about much more. Kumbuka tunazungumzia zaidi mno. The Bible says in Romans chapter 6. Maandiko yanasema hivi Warumi 5:6. For when we were still without strength, tulipokuwa tuna nguvu, in due time, kwa wakati unaofaa, Christ died for the ungodly. Kristo akafia wenye dhambi. For when we were without strength, tulipokuwa tuna nguvu, in due time, kwa wakati ulipotumia, Christ died. Kristo alikufa for the ungodly. Kwa ajili ya waovu. My friends, marafiki zangu, this evening, jioni ya leo, we recognize, tunatambua, or we should, kwamba tunastahili pia kutambua, that each one of us here, kwamba kila mmoja wetu hapa, is without strength. Hana nguvu hata kidogo. There's not a one of us, hakuna hata mmoja wetu, that has strength. ambaye ana nguvu. Or you think because you woke up this morning, usifikire kwamba ulivyoamka leo asubuhi, you think because you could move the chair, ama kwa sababu uliweza kusongesha kiti, you think because you could move the table, ama kwa sababu ulisongesha meza, you think because you could move your legs, ama kwa sababu ulisongesha mguu wako, you think because you could feed yourself, ama kwa sababu uliweza kujilisha, you think you have strength. Unafikiria una nguvu. But the Bible says, lakini maandiko yanasema, that when we were without strength, tulipokuwa tuna nguvu, in due time, kwa wakati ulipotimia, Christ died. Kristo akafa. For who? Kwa ajili ya kina nani? For the ungodly. Kwa wale waovu. That's you and me. Ni wewe na mimi. The ungodly, walio waovu, are without strength. hawana nguvu. You may have strength, unaweza kuonekana kama una nguvu, to move your legs, kusongesha mguu. You may have strength, unaweza kuwa na nguvu, to feed yourself. uweze kujilisha. But it is all
Lakini kwa hiyo because Christ died for the kwa ungodly. sababu Kristo alikufia waovu. And so the Bible tells us Ndio maana maandiko yanasema in verse 8. mstari wa 8. But God. Bali Mungu. But who? Bali nani? But God. Bali Mungu. Say that with me. But God. Sema na mimi, bali Mungu. But God demonstrates his own love towards us. Bali Mungu onyesha pendo yake kwetu. Remember the Bible says, kumbuka maandiko yanasema hivi, God demonstrates his own love towards us. Mungu aonyesha upendo wake kwetu sisi. Not your love. Sio upendo wako. Not my love. Sio wangu. His own love. Upendo wake Mungu. Because only God's love kwa sababu ni upendo wa Mungu tu is true love. Ndio upendo wa kweli. My love upendo wangu is selfish. Ni ubinafsi tu. Your love upendo wako is self-centered. Ni uko na ubinafsi tele. My love upendo wangu loves me. Ni kujipenda tu. My love upendo wangu only loves those around me. Ya unapenda tu wanaokuwa karibu nami. I don't love other people. Sipendi wengine. But God lakini Mungu demonstrates alionyesha his own love upendo wake mwenyewe towards me, kuja kwangu, so that ili kwamba when I was a sinner, nilipokuwa mwenye dhambi, Christ died for me. Yesu akanifia the ungodly. Mimi muovu. Do you know who the ungodly is? Je, unajua muovu ni nani? The ungodly is a man who is without God. Aliye muovu ni yule ana Mungu. And we are all without God. Na sisi wote hatuna Mungu. But God lakini Mungu did not leave us that way. Hakutuacha hivyo. Because God knows kwa sababu Mungu anajua without him pasipo yeye we can't live. Hatuwezi ishi. Without him pasipo yeye we perish. Tutapotea. So when God made Adam, kwa hivyo Mungu alipomfanya Adamu, God made Adam alipomfanya Adamu in himself, kwa katika sura yake mwenyewe. Like my sister just spoke, vile dada yetu alishaponena, God made Adam in his own image and likeness. Mungu alimfanya Adamu kwa sura na mfano wake mwenyewe. God knows, kwa maana Mungu anajua, that we would always need him. Pasipo yeye. So when sin came into the world, dhambi ilipoingia duniani, and man lost what God gave him, na mwanadamu akapoteza kile Mungu alimpa, and man became naked, sasa akawa uchi. Man recognized he was without God. Akagundua kwamba hana Mungu. God was already still with man. Mungu bado anakusudi mwanadamu. There was never a time, hakuna wakati, that man was without God. Mungu hakuwa na Mungu, mwanadamu samani. Man walked away from God. Mwanadamu akatoa mbali na Mungu. But God never walked away from man. Lakini Mungu hakuwahi mwacha mwanadamu. Can somebody say amen? Mtu asema amina. Can somebody say hallelujah? Mtu asema hallelujah. But God, bali Mungu demonstrates his own love, akaonyesha upendo wake mwenyewe kuja kwetu sisi, so that while we were yet sinners, ili kwamba tulipokuwa ndani ya dhambi, Christ died for us. Kristo akatufia. And so we read, ndio maana tunasoma that in verse 9, katika mstari wa 9, much more, basi zaidi sana. How much more? Much more. Basi zaidi sana. Much more. Zaidi sana. Then, having been justified by his blood, tukiisha hesabiwa haki katika damu yake, we shall be saved from wrath through him. Tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. For if when we were enemies, kwa maana ikiwa tulipokuwa adui, if when we were what? Tulipokuwa nini? If when we were enemies, tulipokuwa adui. Are you an enemy of God? Je, wewe ni adui wa Mungu? Am I an enemy of God? Je, mimi ni adui wa Mungu? The Bible says, maandiko yanasema, that we were enemies. Tulikuwa adui. My friends, rafiki yangu, our heart towards God, mioyo yetu kwenda kwa Mungu, was wickedness continually. Iko na uovu wakati wote. But God's heart towards us, bali Mungu upendo wake kuja kwetu, was love continually. Upendo wake unaendelea. So God, kwa hivyo Mungu demonstrates, anaonyesha his own love upendo wake towards us, kuja kwetu sisi, so that while we were yet sinners, ili tulipokuwa ndani ya dhambi, Christ died for the ungodly. Kristo akafia waovu. Oh friends, are you glad today? Je, rafiki yangu unafurahi leo? You may have enemies. Unaweza kuwa na maadui. What you need to do, unachohitaji kufanya, is to invite your enemy to come here to the meeting. Alika hiyo adui wako kwa huyu mkutano. Tell your enemy, ambie adui wako, that God loves him. Mungu anakupenda. Even when you were his enemy, hata ulipokuwa adui yake, God loves you. Mungu anakupenda. Tell him to come. Mwambie aje. Tell her to come. Mwambie aje. God has reconciled himself, Mungu ametupatanisha na yeye. Adui wote amewapatanisha naye. God loves you today, my friend. Mungu anakupenda sana leo rafiki yangu. God wants you. The Bible says in verse 10, mstari wa 10 maandiko yanasema, for if when we were enemies
We were reconciled to God through the death of his son. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake. Much more than. Zaidi sana basi, having been reconciled, baada ya kupatanishwa, we shall be saved by his life. Tunaokolewa katika uzima wake. You see, when you have an enemy, angalia unapokuwa na adui, you need somebody who is a neutral person. Unahitaji mtu ambaye ni vuguvugu to make peace ili awapatanishe between you kati yako and the enemy. Na adui wako. God said, Mungu anasema, I'm going to do that myself. Nitalifanya hilo tendo mwenyewe mimi. I'm going to make the peace myself. Nitafanya amani mimi mwenyewe. God looked left. Mungu anaangalia upande wa kushoto. God looked right. Na akaangalia kulia. God looked up. Akaangalia juu. God looked down. Akaangalia chini. And he could find no one. Na akapata hakuna mtu who could bring reconciliation ambaye angepatanisha between himself kati yake and man. Na wanadamu. So the Bible says, ndio maana andiko linasema, that his own arm na yeye mwenyewe brought him the victory. Akaleta ushindi. The Bible says, maandiko yanasema, that God was in Christ, Mungu katika Kristo, reconciling, akapatanisha, making peace, akaleta amani between the world, kati ya dunia, the wicked world, walio waovu, the world who were his enemies, dunia mahali adui walikuwa wake, the world who hated him, mahali wote, while we were still mahali tulikuwa tumepotea, tulikuwa adui wake. God was in Christ, Mungu alikuwa katika Kristo, reconciling, akapatanisha, making peace, akaleta amani between the world, kati ya dunia and himself. Na yeye mwenyewe. Can somebody say hallelujah? Mtu asema hallelujah. Can somebody say amen? Mtu asema amen. When we were still tulipokuwa bado enemies, maadui, we were reconciled, tukapatanishwa by his death. Kwa kifo cha Yesu. If he could reconcile us, kama angetupatanisha by his death, kupitia kwa kifo chake, he could surely save us, angetuokoa basi, by his life, kwa uzima wake. He ever lives, anaishi to make intercession, akituombea for you, kwa ajili yako, and for me, na kwa ajili yangu. My friends, rafiki yangu, don't be dismayed. Usikate tamaa. Don't despair. Usifadhaishwe. The life of Christ, maisha ya Yesu, saves you. Inakuokoa. You are saved, umeokolewa from death, kutoka kwa kifo, because he lives. Kwa sababu anaishi. Because he lives. Kwa sababu anaishi. Because he lives. Anaishi. I can face tomorrow. Naweza kupatana na kesho. Kwa sababu anaishi. All fear of death is gone. Uoga wa kifo unapotea. And life is what? Na maisha inatosha kwa sababu kwa sababu Kristo anaishi. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. And life is what? Maisha ina thamani kwa sababu Yesu anaishi. Kwa sababu Yesu anaishi. Maandiko nasema in verse 12. Mstari wa 12. Therefore then, kwa hivyo basi, just as through one man, kama kupitia kwa mtu mmoja, sin entered the world, dhambi iliingia ulimwengu, and death through sin, na kwa dhambi hiyo mauti, and thus death spread to all men, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, because all sin, kwa sababu wote wamefanya dhambi. For until the law, maana kabla ya sheria, sin was in the world, dhambi ilikuwa ulimwenguni, but sin was not imputed, lakini dhambi haihesabiwi where there is no law, isipokuwa sheria. Nevertheless, walakini death reigned through Adam to Moses, mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, even over those who had not sinned, nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi, according to the likeness of the transgression of Adam, na kosa la Adamu, who is the type of him aliyekuwa mfano wake yeye who was to come, atakayekuja. Now there's a lot there, but we don't have time to dig into it tonight. Sina muda wa kueleza ndani kwenda hapo. But let's keep on to verse 18. Lakini tuende mstari wa 18. Verse 18 says, 18 nasema, therefore as through one man's death, kama kwa kosa la mtu mmoja watu wote walikuwa na damu, through one man's offense, kwa kosa la mtu mmoja judgment came to all men, resulting in condemnation. Haki ikakuja watu wote na kuhukumiwa kwa adhabu. Even so, kadhalika through one man's righteous act, kwa tendo moja la haki la watu wote, the free gift comes to all men, watu wote walihesabiwa haki yeye, resulting in justification of life. Ikileta haki ya uzima. My friends, rafiki yangu, when Adam sinned, wakati Adamu alitenda dhambi, Adam brought condemnation. Adamu alileta hukumu. Adam brought condemnation. Alileta hukumu upon all men. Kwa watu wote. Because when God made man, wakati Mungu aliumba mwanadamu, God put all men in one man. Wote walikuwa kwa huyo mtu mmoja. We were all in Adam. Wote walikuwa ndani ya Adamu. We are all Adam's offspring. Sisi wote ni wazao wa Adamu. So when Adam sinned, kwa hivyo Adamu alipotenda dhambi, we all sinned in him. Sisi wote tulitenda dhambi ndani yake. Oh friends, rafiki zangu,
But God demonstrates lakini Mungu anaonyesha upendo wake kuja kwetu. Adam when he sinned, alipotenda dhambi, brought condemnation. alileta hukumu. If you commit a crime, kama ukitenda makosa and you go to court, na uende kotini, and the judge says, alafu hakimu anasema, I sentence you, ninakukatia kesi to 50 years. kwa miaka 50. Oh, have mercy. Oh, huruma sasa. That's a bad sentence. Hiyo ni hukumu mbaya sana. But if the judge says, lakini hakimu akisema, I condemn you to death, ninakuhukumia kifo, man, that's a horrible condemnation. hiyo sasa ni hatari zaidi, mbaya mno. But death, lakini mauti, is what we were condemned to. ndipo tulivyohukumiwa sasa. Because of the sin of one man. Kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja. Because we were all in that one man. Kwa sababu tulikuwa katika huyo mtu ndani yake. And so, na sasa God looked upon the one man. Mungu akatazama huyo mtu mmoja. And he said, this is bad. Akasema hii hapana. This is bad. Hii ni mbaya. But let me tell you something. Nataka nikuombe jambo hili. The Bible says, maandiko yanasema, when God made man, wakati Mungu alimfanya mwanadamu, before he made man, kabla amfanye, a lamb was slain alichinjwa from the foundation of the world. Kabla ya msingi wa dunia. By the time sin came, ili dhambi inapoingia, there was already a savior. Tayari kulikuwa na mwokozi. We already had salvation. Kulikuwa na wokovu in Christ Jesus. Katika Kristo Yesu. Sin brought death. Dhambi ilileta mauti. But Christ brings much more. Lakini Kristo alifanya zaidi. We are saved by his life. Tumeokolewa kwa maisha yake. My friends, rafiki yangu, without Christ, bila Kristo, you live in death. Unaishi kwenye mauti. You might be walking around. Unaweza kuwa unatembea bado. You might be doing everything. Unaweza kuwa unafanya mambo yako. But you live in death. Lakini unaishi mautini. Christ is the only one. Kristo ndiye peke yake. Who is the source of life. Ambaye ni chimbuko la uzima. And so he reconciles us by his death. Ndio maana anatupatanisha kwa kifo chake. And he saves us by his na anatuokoa kwa kifo chake. You need life today. Unahitaji maisha leo. We are all on life support. Wote tuko katika ICU. We are on deathbed. Tuko katika kitanda ya mauti. But Christ, lakini Kristo comes, anakuja, that we may have life, ili tuwe na uzima, and have it more abundantly. na tuwe nao tele. Do you want life? Je, unataka maisha? Do you want life? Unataka uzima? Do you want life? Wewe unataka uzima? I want life. Mimi nataka uzima. Oh, Christ came, Kristo akaja, that we may have life, ili tuwe na uzima, and have it more abundantly. na tuwe nao tele. The Bible says, maandiko yanasema, even so, na hata hivyo, through one man's righteousness, kupitia kwa haki ya mtu mmoja, the free gift, na kipawa ambacho tunapewa bure, came to all men, ikakujia wanadamu wote, in justification of life, kwa haki ya uzima. Let me tell you something. Naomba nikwambie jambo. Nicodemus, in John's Gospel chapter 3, katika Injili ya Yohana 3, he came to Jesus Christ one night, akakuja kwa Yesu usiku, and he says to him, akamwambia hivi, Master, what can I do to inherit everlasting life? Rabi, nifanye nini nipate uzima wa milele? Jesus said to him, Yesu akamujibu, you must be born again. Lazima uzaliwe tena. Nicodemus says, are you kidding me? I am an old man. Nicodemus akamwambia, unacheza? Mimi ni mtu mzima. You want me to go back into my mother's womb? Unataka nirudi katika tumbo la mama yangu? That doesn't make sense. Hiyo ieleweki. Christ says, my friend, Yesu akamwambia, rafiki yangu, you have to think on spiritual terms. Utafakari mambo ya kiroho. Unless a man is born of the Spirit, mtu asipozaliwa kwa roho and of water, na kwa maji, he cannot see the kingdom of God. Hawezi uone ufalme wa mbinguni. Christ said, Yesu akasema, I did not come to condemn the world. Sikuja kuhukumu ulimwengu. Because the world was already in condemnation. Kwa sababu tayari dunia ilikuwa katika hukumu. But I came, nilikuja to save the world. Nilikuja kuokoa dunia. The Bible says, maandiko yanasema, Christ says, Kristo anasema, for God so loved the world, kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, he gave his only begotten Son, akamtoa mwanawe wa pekee. For God so loved the world, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, akamtoa mwanawe wa pekee, whosoever, ili yeyote, I don't care what you look like, haijalishi utaonekanaje, I don't care whether you were born in Kenya, haijalishi ulizaliwa Kenya, I don't care whether you were born in America, haijalishi ulizaliwa Marekani, I don't care whether you were born in China, haijalishi China ulizaliwa, I don't care whether you were born in North Korea, haijalishi ni Korea Kaskazini, lakini jambo moja, whosoever, yeyote, they believe in him, atakayemwamini should not perish, hawezi potea, but have everlasting bali awe na uzima wa milele. Akaja that we may have life, ili tuwe na uzima, and have it more abundantly, na uzima tele. But Jesus said, lakini Yesu anasema, hearing is condemnation, tulikuwa tumehukumiwa, that light has come, lakini nuru imekuja, but men reject light,
wakakataa nuru because their deeds are evil. kwa sababu matendo yao yalikuwa giza. My friends, marafiki zangu, whatever you've been doing before today, je, chochote umekuwa ukitenda kabla ya whatever leo, you've been doing this until this afternoon, yeyote umekuwa ukitenda mpaka sasa hivi, the Spirit of the Lord is moving. Roho wa Mungu ananena. And if he is convicting your heart of sin, na kama anakunenea, you have to let it go. Uachane na maovu hayo. You have to give it up. Uachane na maneno hayo. Christ died, Kristo akafa that we might live. ili tuishi. Don't hold on to death. Usishikilie mauti. We have life, tuna uzima, and life more abundant, na uzima tele in Christ. Katika Kristo. He came to give us life, alikuja atupe and he uzima, came to give us eternal life. na alikuja tupe uzima milele. Let the sin go. Waachana na dhambi. Let the deadly thing go. Waachana hiyo kitu ya mauti. Let the wicked thing go. Achana na maovu hayo. Let the prideful thing go. Waachana na kiburi hicho. Let the wretched thing go. Waachana hiyo na maovu. He has come amekuja to make us free. ili kutuweka huru. And whom the Son makes free. Na yeyote atakayefanya huru, utakuwa huru kweli kweli. Utakuwa uhuru kutoka na uovu wote. You live in victory. Atakupa ushindi. Claim your victory. Na dai ushindi wako. The Bible says. Maandiko yanasema. The Bible says. Maandiko yanasema. That his free gift. Kwamba ni kipawa cha bure. You don't have to pay for this thing. Hakuna gharama unalipa. You don't have to pay for it. Hauhitaji gharama yoyote. You could work for sin. Unaweza toka kwenye dhambi, but you could never work for eternal life. Lakini uwezi pata uzima wa milele bure. You could never work for your salvation. Hauwezi tembelea kwa ajili ya wokovu wako. But we work for sin every day. Tunawatendea dhambi because kazi. We are constantly thinking bad thoughts. Kwa maana tunawaza maovu tu. We constantly think evil against our neighbor. Tunaendelea kufikiri maovu hata kwa majirani yetu. That's right. Ni kweli. But you could never work for your salvation. Lakini uwezi fanyia wokovu wako kazi. Because God cannot use any man. Kwa sababu Mungu to save himself. Hawezi. Because remember, the man was without strength. Kwa maana hatakuwa na nguvu. The man was ungodly. Mwanadamu hakuwa na Mungu. Was an enemy of God. Alikuwa adui wa Mungu. And a man without God. Na mwanadamu bila Mungu. Is a man who lives in death. Ni mwenye anaishi kwenye mauti. But a man with God. Lakini mwanadamu aliye na Mungu. Has life. Ana maisha. And life more abundant. Na ana uzima tele. And so. Na kwa hivyo. Christ has saved us. Kristo ametuokoa. And he has brought to us. Na ametununua. Justification of life. Na ametuletea haki ya uzima. Ametuletea wote. Kila mmoja. The grace of God. Neema ya Mungu. That brings salvation. Ambayo inaleta wokovu. Imekuja kwa watu wote. That we should forsake ungodliness. Ili tuachane na utakuwa na ua, tuishi na utaua. Na tuishi maisha matakatifu. Christ has come. Kristo amekuja. To set you free. Ili kutuweka huru. My friend. Rafiki yangu. He has paid for your sins. Amelipia dhambi zako. Let it go. Iachane. If I go to the store. Ukienda kwenye store. And give the man in the store, I say I want a bag of chips. Ili nimpe pesa nimwambie nataka begi la chips. And he tells me. Aniambie hivi. The bag of chips costs $1. Hiyo bagi inauzwa $1. And I give him $1. Nimpatie $1. And the man don't give me my bag of chips. Na huyu mwanaume anipe bagi yangu ya chips. What do you call the man? Nitamuita aje? You call the man a thief, right? Because I paid for my bag of chips. Namuita mwizi. He doesn't give it to me, he's a thief. Kwa maana hajanipa, nitamuita mwizi. It's my bag of chips. Kwa sababu hiyo ni bagi langu nimelipia. Because I paid for it in full. Kwa sababu nimelipia kabisa yote. He asked for $1. Amesema ni $1. Nimempatia $1. He needs to give me my bag of chips. Anastahili kunipa hilo bagi la chips kulingana na hiyo bei aliniambia. So Jesus Christ. Kristo sasa. He paid for our sin. Alishalipia dhambi zetu. He paid in full. Na alilipa kwa ukamilifu. The account is zeroed out. Sasa hakuna gharama imebaki. There's not one thing left in the bank. Hakuna chochote imebaki hajalipia. It's cleaned out. Ameclear kabisa. There's no sin left. Hakuna dhambi amekosa kulipia. Alilipia yote. So if he says give me what I paid for. Kwa hivyo akisema nipe nilicholipia. You need to give it to him. Tunastahili kumupa. Because he paid with his blood for it. Kwa sababu alilipia na damu yake. It is paid in full. Alilipa kabisa. Let the sin go. Achilie hiyo dhambi kabisa. And receive life. Pokea uzima. And life more abundant. Na uzima tele. This may made free today. Ili uwe huru leo. He has made you free. Amekuweka huru leo. Receive your freedom in Christ. Pokea uhuru wako leo. The Bible says. Maandiko yanasema. In verse 19. Katika mstari wa 19. For as by one man's disobedience. Kupitia kwa kutotii kwa mtu mmoja. Many were made sinners. Wengi wakahesabiwa dhambi. So also. Na vivyo hivyo. By one man's obedience. Kupitia kwa utiifu wa mtu mmoja. Many will be made righteous. Wengi wataingizwa katika hali ya wenye haki. You know what righteousness is? Je, unajua haki ni nini? Righteousness is right doing. Haki ni kutenda matendo ya wema.
Tell me the last time you did right. Nauliza, je, ni lini mwisho ulitenda tendo la wema? Let me tell you the last time I did right. Wacha nikwambie ni lini mwisho nilitenda wema. I couldn't. Singeweza kufanya. But Christ, lakini Kristo in me, katika ndani yangu, does right every time. Ananiwezesha nitende mema kila wakati. Because Christ, kwa sababu Kristo, is the righteous one. Ndiye mwenye haki. Christ is the righteous God. Kristo ndiye mwenye haki. And righteousness is right doing. Na haki ni kutenda wema. And right doing is to love me unconditionally. Na kutenda wema alinipenda pasipo kikwazo. And that's what God did for you and me. Na hayo ndio Mungu alikutendea wewe na mimi. His own love. Upendo wake, different from every other love. Ni tofauti sana na upendo wote ule. The love of God. Upendo wa Mungu. How big and wide. Ni mkubwa sana. How measureless. Uwezi pima. And strong. Na ni wa nguvu sana. It shall forevermore endure. Itakuwa milele na itadumu. The saints and angels song. God loves us so much. Mungu anatupenda sana. That he would empty out heaven. Mpaka akaweka mbingu bure. He would give us everything he had. Akamwaga mbingu yote. And everything God had. Akapeana vyote alivyokuwa navyo. Was his son Jesus Christ. Kupitia kwa Yesu Kristo. God had nothing much to give. Alipopeana Yesu hakuna kitu libaki. And if it was just for you alone. Na ni kwa sababu yako. God will empty out all of heaven. Akatoa mbingu yote. And he will send you Jesus. Akamtuma Yesu. And he will send you a redeemer. Akatuma mwokozi. To set you free. Ili akuweke huru wewe. From the chains of death. Kutoka kwa minyororo ya mauti. From the bands of the enemy. Na kutoka kwenye mipango ya adui. Set the captive free. Alikuja kuweka mateka huru. And whom the Son makes free. Na yeyote atakayefanya huru atakuwa huru kweli kweli. And so my friends, na hivyo rafiki zangu, while we are still enemies, tulipokuwa maadui, disobedient, tulipokuwa hatutii, enemies of God, maadui wa Mungu, sinners, wenye dhambi, by one man's disobedience, kupitia kwa kutotii kwa mtu mmoja, dhambi kaingia ulimwengu wote. And so by one man's obedience, na kupitia kwa utiifu wa mmoja, one man's obedience, utiifu wa mmoja, one man's obedience, utiifu wa mmoja, life, uzima, was given to one man. Ikapeanwa kwa wanadamu wote. Somebody say amen. Mtu asema amina. Righteousness is given to us. Haki imepewa kwetu. But would you have it? Lakini ni nani ako nayo? You cannot have righteousness hautakuwa na haki and sin at the same time. Na dhambi kwa wakati mmoja. Either you give up sin uache na dhambi and have righteousness, uwe na haki, or you give up righteousness ama ukatae haki and have sin. Ukae na dhambi. But why would you want to keep your sin? Swali ni je, ni nini unataka? You are a thief. Ukikuwa na dhambi wewe ni mwizi. You are a thief because Christ died for your sin. Ni mwizi kwa sababu Yesu alikufia. He paid his life for you. Alilipia hiyo dhambi uko nayo. He wants it from you. Anataka uitoe. Let it go. Iachilie and give it to him. Umpe Yesu. The Bible says, maandiko yanasema, moreover, zaidi mno, the law entered that the offense might abound. Sheria ilipokuja ili dhambi ionekane mbaya zaidi. You know what it is? Unajua ni nini? Adam sinned. Adamu alipotenda dhambi. Adam offended the law of God. Akaribu na kuvunja sheria ya Mungu. And his sin passed down to each one of us. Na kupitia kwake ikatukujia wanadamu wote. Then we came along. Na sisi tukaja. And we sinned. Tumetenda dhambi. And so everybody has sinned. Na kila mmoja ametenda dhambi. So while it was one man who first sinned, inapoonekana kwamba ni mmoja alitenda dhambi, we all sinned with him. Na sote pia tumetenda dhambi na yeye. So when Christ came, Kristo alipokuja, Christ had to die for Adam's sin. Kristo alistahili akafia dhambi za Adamu. Then he had to die for your sin. Akakufia dhambi yako. Then he had to die for my sin. Akakufia dhambi yangu. Then he had to die for your sin. Na akakufia na yake. Christ did not die for our sin. Kristo akukufia dhambi ya zetu. He did not die for our sin. Alikuwa akukufia dhambi zetu. Christ died for my sin. Alikufia dhambi yangu. Then he died for your sin. Akakufia dhambi yako. Don't make it like it's everybody. Usianze kuipanga kama ni yeyote. It is your sin. Ni yako. That put him on the cross. Ambayo ilimweka msalabani. So he died for your sin. Alikufia dhambi yako. Then he turns around. Na nageuka sasa. And he died for my sin. Akakufia na yangu pia. Because my sin. Kwa sababu dhambi yangu. Put him on the cross. Ilimweka msalabani. Then he turns around. Na anageuka. And he dies for my brother's sin. Akakufia dhambi ya rafiki yangu. Na yeye mwingine pia. Put Christ on the cross. Ikamweka msalabani. Then he turns around and he dies for the man in Kenya
in China. Tunapogeuka hata waliye China alimkufia pia. Died for the man in Germany sin. Hata alinayekaa Japan alimkufia. And for the woman in North Korea sin. Hata mwanamke aliye North Korea alimkufia pia. Because her sin. Kwa sababu dhambi zetu. Put Christ on the cross. Ilimuweka Yesu msalabani. So each one of us. Kwa hivyo kila mmoja wetu with our sin. Na dhambi zetu. Put Christ on the cross. Ziliweka Yesu msalabani. So when you look at your sin, kwa hivyo unapoangalia dhambi yako, stop looking at the other person's sin. Usiangalie ya mwingine. Forget about the other person. Sahau mwingine. Look at your sin. Angalia dhambi yako. And say to yourself, na ujiambie mwenyewe, I put Christ on the cross. Mimi nimweka Yesu msalabani. My sin put Christ on the cross. Dhambi yangu liweka Yesu msalabani. And then the other person. Na mwingine. Stop looking at your neighbor's sin. Na wewe usiangalie mwingine. Stop looking at your family's sin. Wacha kuangalia familia. Say my sin. Sema dhambi yangu. Put Christ on the cross. Iliweka Yesu msalabani. And then your neighbor. Na jirani yako pia. Looks at himself. Na yeye ajiangalie. Looks at herself. Ajiangalie pia. And she says. Aseme. And he says. Aseme. It is my sin. Ni dhambi yangu. That put Christ on the cross. Iliweka Yesu msalabani. And so each one of us. Kwa hivyo kila mmoja wetu. Each one of us. Kila mmoja wetu. Put Christ on the cross. Tuliweka Yesu msalabani. And Christ paid. Na Yesu alilipa. The penalty. Alilipa gharama. For each one of our ya sin. kila mmoja dhambi zake. Amen. Praise the Lord. Mtukuze Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. He turns around. Anageuka tena. Died on the cross. Akafa msalabani. And he suffered the death for every man. Akafa kifo na kuteseka kwa kila mmoja wetu. The Bible says. Maandiko yanasema, cursed is the man. Amelaaniwa. Who hangs on the tree. Anayekuwa anasulubishwa mstini. Christ became a curse. Kristo akawa laana. For you. Kwa ajili yako. And for me. Na kwa ajili yangu. My friends. Rafiki zangu. The Bible says. Biblia inasema. Not when we were friends with Christ. Si kwamba tulikuwa marafiki wa Kristo. Not when we were friends with God. Sio wakati tulikuwa marafiki wa Mungu. But when we hated God with a passion. Bali ni wakati tulikuwa tunamchukia Mungu sana. Christ. Tulimchukia. Christ died for us. Kristo ndiye alitukufia. You know what Paul says? Unajua Paulo anasemaje? Paul says maybe. Paulo anasema hivi. He said for a righteous man. Ni ngumu mtu mwenye haki. You know, a man who dresses up all nicely and puts his tie together. Mtu ambaye anavaa vizuri na kuweka tai yake. And he looks all righteous and he's going to church. Na anaonekana smart vizuri akielekea kanisani. And he holds his Bible. Na ameshikilia Biblia yake. Paul says. Paulo anasema hivi. He says maybe nobody wants to die for that man. Sio rahisi mtu amufie mtu kama huyo. But Paul says. Lakini Paulo anasema hivi. Maybe for a good man. Pengine kwa mtu mwema. The good man. Mtu mwema. Is the man who. Ni mtu mwenye. He is a nice man. Ndiye mtu mzuri. He comes here. Anakuja. To this village here. Katika hiki kijiji. And he fixes the roads. Na anatengeneza barabara. And he builds a market for you. Anajenga soko kwenu. And he builds a hospital. Anawajengea hospitali. And he makes the place look nice. Na anafanya mahali inaonekana pazuri sana. And everybody is like, he is such a good man. Kila mtu anasema huyu ni mtu mzuri kweli. Ni mtu mzuri sana. Paul says maybe. Paulo anasema pengine. Somebody wants to die for him. Mtu anataka kumkufia. But God. Lakini Mungu. But God. Lakini Mungu. The way we love is to love those who love us. Njia tunavyopenda ni wale wanaotupenda tunapenda sisi. The way we love jinsi tunavyopenda is to love those who give us something. Tunapenda wale wanatupa kitu. The way we love jinsi tunavyopenda is to love the one who is good to us. Tunapenda wale walio wazuri kwetu. The way we love tunavyopenda is to love the ones who are our family. Tunapenda wale walio familia yetu. That is paganism. Huo ni mataifa, kimataifa ndivyo wanafanya hivyo. If you only love kama utapenda tu those who love you. Wanao kupenda tu. If you only love kama unapenda those who are good to you. Wale walio wazuri kwako tu. Jesus Christ says. Yesu anasema. That's what the heathen do. Watu wa mataifa wanafanya hivyo. That's paganism. Hivyo ndivyo watu wa mataifa wanafanya. But God. Lakini Mungu. But God. Lakini Mungu demonstrates. Alionyesha his own love. Upendo wake. You want the love of God. Kuja you kwetu. Want the love of God. Je, unataka upendo wa Mungu? So you could love your enemy. Ili upende maadui zako. Ili upende wanaokuchukia. Ili upende wanaokudharau. Upende wanaokutenda maovu. Upende wanaokutenda maovu. Pray for them. Uwaombe. If they want a coat, you will give them 2 coats. Hata ukienda kwa koti. If they hit you, wakikuchukia, you will say I love you. Unawaambia nakupenda. If they say come a mile with me, hata wakikuchukia kuwa na wazimu, wewe uenda mbele. You will love them. Utawapenda tu. You will care for them. Utawajali. If they are sick,
wakiwa You wagonjwa would visit them. utawatembelea. You just learned this afternoon Umejifundisha from mchana our huu dear people kutokana na wenzetu how to help people. tusaidie watu If they have a stomach pain, wakiwa na maumivu kwenye tumbo lao, give them some herbs. wapee dawa. Enemy. Na hata adui Or wako you go and you take care of them. enda muone vile alivyomshughulikie. If they have a problem with their leg, Pengine akona shida na mguu, you say, I know somebody over here unajua mtu mahali who could help your leg. ambaye anaweza kukusaidia. You check your car Naangalia gari or your lako, motorcycle angalia pikipiki, and you go pick them up. unaichukua And you drive them all the way to a Baptist school. unaendesha mpaka mahali alipo. And you say, brother, sister Stuart, Unamwambia rafiki yangu, take care of my brother. mchukue Take mtibu. care of my sister. Unamletea steward na mtibu. But that's your enemy. Huyo ni adui wako. But that's what God loves. Lakini ndivyo Mungu anatutendea. That is what the love of God does. Hivyo ndivyo upendo wa Mungu The unavyofanya. love of God demonstrates Upendo wa Mungu unadhihirishwa. God's love Upendo wa Mungu to your enemy. kwa adui zako. The one who persecutes you. Yule anakutendea maovu. The one who hates you. Yule anakuchukia. The one who says all manner of evil. Au yule against anaongea maovu mbaya you. kukuhusu. You love them. Unampenda. The Bible says, Biblia inasema you pour coals of fire unamwaga upon their head. makaa kwenye mto wangu kwa wakati unawatendea mazuri hivyo. It doesn't mean you go take fire Haimaanishi ulete moto and put them on their head. uwawekee kwenye kichwa. That's not love. Au si upendo. That's not God's love. Huyo si upendo wa Mungu. That's man's love. Huyo ni upendo wa mwanadamu. Man's love harms. Upendo wa mwanadamu Man's unadhuru. love hurts. Unadhuru. God's love is kind. Upendo wa Mungu ni wa God's amani. love is gentle. Unakuwa una utulivu. You pour coals of fire by showing them so much love Unapowatendea mazuri ni kama kuwawekea makaa ya moto. that they think you're crazy. Hiyo ndio unatenda. They say, look at this person. Wanasema hivi, I call them names. huyu mtu namtukana, I throw rocks at them. ninawarushia mawe, I persecute them. ninawatendea maovu, I take them to court. ninawachukua kotini, And all they could do is love me. lakini kitu yao All anafanya they ni could do is kunipenda be tu kind to bado. Huyu ni nani sasa? All they could do is bring me soup to eat. Yaani chochote wananifanyia ni All they kunitendea could do is mazuri. take care of me. Wananichukulikia vizuri What kind bado. of love is Huu ni this? upendo wa aina gani? It is God's love. Huu ni upendo wa It Mungu. is God's Ni love. upendo wa Mungu. It is not man's love. Sio upendo wa mwanadamu. And your enemy, Huyu ni adui he wako. says, Anasema hivi, let me stop bothering this person. sasa huyu mtu acha niache I kumtumbua. want what they have. Naona sasa nampokosea And you tu. bring them to the crusade. Unamleta kwenye And mkutano you kama say, huu. this is what I have. Unamwambia sasa I niko have na hii. Jesus. Niko na Yesu. How about you? Na wewe je? Have Jesus as well. Kuwa na Yesu pia. Jesus Yes. is willing to save from the guttermost to the uttermost. Yesu anadai na ako tayari kuokoa kutoka mbali chini na kukuinua juu kabisa. He doesn't care who you are. Ashughuliki wewe ukoje sasa. He doesn't care where you've been. Haijalishi umekuwa wapi. He doesn't care what you've done. Haijalishi umetenda nini. You cannot out-sin the grace of God. Hautatenda dhambi mpaka uzidi neema ya Mungu. While you were yet sinners, Tulipokuwa wenye dhambi, tulipokuwa maadui, Christ died for the ungodly. Kristo akatufia waovu. You cannot out-sin God's love. Hautatenda dhambi mpaka uende nje ya neema ya Mungu. While sin becomes crazy, Upendo wa Mungu ni ajabu. Haueleweki. the love of God becomes more insane. Upendo wa Mungu kwa wengine unaonekana kama ni You wazimu. can't understand it. Huwezi elewa Because it's not meant for you to kwa understand. sababu huwezi hata You ielewa. don't have the mind to understand. Hatuna uwezo wa kuielewa na Even kuelezea. angels, Uko beyond, hata malaika waelewi. they can't fully understand the love of God. Hawawezi elewa kabisa upendo wa Mungu. We are told Tunaambiwa hivi, that even angels hata malaika would be studying the love of God. wanashangazwa na upendo wa Mungu. Will be studying the cross. Watazidi kujifundisha upendo wa Mungu na msalaba Throughout the ceaseless kwa service. miaka milele daima. How about you? Na je, wewe Would you be there utakuweko to also study the love of na God? wewe pia ujifundishe na malaika kuhusu upendo wa Mungu? Paul says in Ephesians Paulo anasema kwa chapter Waefeso 2, sura ya 2, and to know the love of God, na kujua upendo wa Mungu which passes knowledge, ambao unazidi fahamu zote, that you may be filled ili ufikirie, with all the fullness of God, ili ujazo na ujazo wa that you may Mungu, know the width, ili ujue upana the height, na urefu the depth, na upana kabisa wengine, and the breadth ili uweze kuangalia na urefu of the love of God. wa upendo wa Mungu. Oh friends, you need to know the love of God. Upendo wa Mungu tunastahili kujua, rafiki yangu. The Bible says, Maandiko yanasema hivi, moreover the law entered, that the offense might abound. But where, this is verse 20, tuko mstari wa 20, but where sin abounded, lakini sheria iliingia ili kosa liwe kubwa. where what?
mahali dhambi ilipozidi. Where what? Mahali dhambi ilifanya nini? Where sin abounded. Mahali dhambi ilizidi. Does sin abound? Je, dhambi imezidi? Sin abounds to copious measure. Dhambi imezidi sana. Sin fills up the cup. Dhambi imejaza kikombe and it overflows. Mpaka sasa inamwagika. Sin is so bountiful. Dhambi imejaa na kuzidi sana. Your sin, dhambi yako, my sin, dhambi yangu, it is so much ni nyingi that you can't lift a finger if it wasn't for Christ. Hata uwezi inua kidole kama si Yesu. You can't take a second breath if it wasn't for Jesus. Ungeweza kufikiria tena kama si Yesu. That's how burdensome sin is. Hivyo ndivyo dhambi imekuwa mzigo. That's how much sin is. Hivyo ndivyo dhambi imezidi. So sin abounds to overflowing. Dhambi imezidi mpaka inamwagika kikombe. But where sin abounds? Lakini mahali dhambi ilizidi, grace, neema, grace, neema, grace abounds much more. Neema ikazidi sana. The Bible does not say that grace abounds more. Biblia isemi neema inazidi zaidi. If the Bible said that, it would be wonderful. Ingekuwa bora zaidi. It would be more than wonderful. Ingekuwa ajabu. It would be so good. Ingekuwa vema sana. That you cannot understand it. Uwezi elewa. But the Bible says, lakini maandiko yanasema, where sin abounds, mahali dhambi ilizidi, where sin overflows, mahali dhambi ilizidi sana, grace abounds much more. Neema ikazidi zaidi. Much more. Zaidi. Much more. Zaidi mno. So where there is sin, mahali dhambi iko, man, grace comes, neema inakuja, and it overwhelms it, na inaizidisha kabisa, it decimates it, inaishinda kabisa, it destroys it, inaiharibu, it lifts you up, inakuinua, it cleans you up, inakutafisha, it gets you ready, inakuandaa, puts a new robe of righteousness, inakuvalisha vazi jipya, gives you a new heart, inakupa moyo mpya, transforms you, inakuita, makes you clean, inakusafisha, and gives you a place with Christ in the heavenly. Inakupa nafasi na Yesu mahali pa juu mbinguni. Where sin abounds, mahali dhambi ilizidi, grace, neema, grace, neema. Grace, you know what grace is? Neema, unajua neema ni nini? Grace is something you and I don't deserve. Neema ni jambo ambalo haustahili. You cannot work for it. Hautaifanyia kazi. It is only a gift. Ni kipawa tu. You do not deserve it. Haustahili. That you don't have enough money in the na world. una pesa ya kuinunua. All the money in the world cannot pay for pesa yote duniani haitatosha kununua neema. It is useless. Ni bure hiyo pesa. When it comes to grace. Wakati inakuja kwa neema, pesa yote ni bure. But God says, lakini Mungu anasema, I don't want your money. Sitaki pesa yako. Because you can't pay for this. Kwa maana wewe silipia. I don't want you trying. Sitaki ungangane. Because you can't afford it. Hautaweza. I give it to you freely. Ninakupa bure. That's where sin abounds. Lakini mahali dhambi lizidi. Grace. Neema. Grace. Neema. Grace neema abounds much more. Ikazidi sana. So that where there is sin, ili mahali dhambi iko, there is so much grace. Kuna neema zaidi. That you cannot run away from it. Uwezi toroka kwayo. The Bible says, Biblia inasema, goodness mwema and mercy na ufadhili shall run after me zitanifuata all the days siku zote za maisha yangu. Goodness mwema and mercy na fadhili shall run after me zitanifuata while I am sinning, ninapotenda dhambi, while I am breaking God's commandments, ninapovunja dhambi za Mungu, while I am hating, while I am destroying people, ninapoharibu maisha ya watu. Goodness mwema and mercy na fadhili runs after me, zitanifuata runs after me siku zote, doesn't give up, haiwekati tamaa, itanifuata siku zote until mpaka it breaks me down. Inivunje kabisa. And I say I surrender. Ninasema ninajitoa. I surrender. Ninasalimisha maisha yangu. And Jesus Christ said yes. Na Yesu anasema amina. Finally, mwisho sasa, grace has won. Neema imeshinda. While we are still sinners, tulipokuwa dhambini, Christ saved us. Kristo akatuokoa from the binds of sin. Kutoka kwa minyororo ya dhambi. My friends, rafiki zangu, don't let it go tonight. Usiruhusu hiyo neema iende bure. Don't leave this place tonight. Usitoka hapa leo with the sin that you came with. Ukiwa na dhambi uliyokuwa nayo. Where sin abounds, mahali dhambi ilizidi, grace much more. Neema ilizidi mno. Stop trying to make yourself clean. Uache kungangana eti unajitengeneza uwe safi. Before you come to Jesus. Ndio ukuje kwa Yesu. It doesn't happen. Haiwezekani. As a matter of fact, ukweli ni huu. Jesus only loves sinners. Yesu anapenda wenye dhambi.
Jesus only loves dirty people. Anapenda watu wachafu. Jesus only loves unclean people. Yesu anapenda watu wachafu. If you're trying to be goody, ukingangana eti uwe msafi, Jesus still loves you. Hawezi sasa kutoboa kwako. But you're not going to go to heaven with na utafika mbinguni. He calls that pride. Hiyo ni kiburi. He doesn't like proudful people. Hapendi watu wa kiburi. Jesus Christ has a love affair with sinners. Yesu anapenda sana wenye dhambi. And so he comes. Na hivyo anakuja. And he says, my child, anasema mtoto wangu, I give you life. Ninakupa uzima. I give you life for your sin. Ninakupa maisha kwa dhambi zako. There is no bargain better than that. Hakuna jambo zuri zaidi ya hilo. You go to the marketplace. Ukienda sokoni. You bargain for a cup of rice. Unataka kununua mchele. The lady says it's 10 shillings. Anakuambia shilingi 10. And you say, can I give you 5 shillings? Unamwambia nikupe 5. My friends, rafiki zangu, you can't bargain with God. Uwezi kuanza kupimana na Mungu. He just gives it to you. Anakupa bure. He says, here, take it. Anakuambia ndio ichukua. You know why he does that? Mbona anafanya hivyo? Because he wants you to be with him more than anything else in the world. Anataka uwe na yeye kuliko chochote hapa duniani. That's what grace does. Ndiyo neema inafanya hivyo. Grace abounding to the chief of sinners. Neema inamzidia mwenye dhambi. That's you. Wewe. That's me. Na mimi. Tonight, leo sasa, I beg you, ninakusi, in the name of the crucified, katika jina la Yesu Kristo, who now lives, ambaye anaishi, to make intercession for you, ambaye anakuombea, let the sin go and receive your freedom in Christ Jesus. Achana na dhambi and walk in victory. Leo sasa uwe na uzima na utembea huru katika ushindi. Walk with your head up. Tembea na kichwa chako umeinua juu. Because you dwell with him. Kwa sababu utakaa naye in heavenly places. Katika mbingu. Oh, I pray for you today, my Ninakuombea leo rafiki yangu, that God will make you, kwamba Mungu akufanye into the person uwe mtu that he desires you to ambaye anatarajia huwe, that he will make you recognize, ili akufanye utambue that you have a savior in Christ, kwamba una mwokozi katika Kristo. He lives. Anaishi. He lives. Anaishi. Christ Jesus lives. Kristo Yesu anaishi. And because he lives, na kwa sababu anaishi, you too can live. Na wewe unaweza ishi. You can live freely. Unaweza ishi kwa uhuru in heavenly places. Katika mbingu. You can be a testimony. Unaweza a witness. Unaweza kuwa mshindi. Of the goodness of na uweza kushuhudia wema wa Mungu. Where sin abounds, mahali dhambi ilikuwa, grace, neema, that is greater, neema ambayo ni kubwa zaidi ya dhambi zetu, abounds, ikazidi mno, so much more, zaidi mno, so much more, zaidi mno. God bless you. Mungu akubariki. Receive not the grace of God, pokea neema ya Mungu in vain. Isiwe bure kwako. God bless you. Mungu akubariki sana. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa maana umenena na watoto wako. Asante kwa kutumia mtumishi wako kwa ujumbe wa kipekee kuhusu neema ya Mungu na upendo wa Mungu na jinsi anavyotuvuta. Unene na kila nafsi ya mmoja wetu. Ujumbe huu ukae katika mawazo na akili zetu. Roho Mtakatifu azidi kunongoneza maisha yetu na atusaidie tuamue kumkubali Yesu na neema hii kubwa na haki yake. Ni kwa maana tumeona kuamini kwa jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Barikiwe. Get the point. Take a step forward.